Yaani mama, unajua unanikosea. Kumbuka kwamba yule mtoto ana baba yake na ana ndugu zake ukiacha mimi mama yake. Yaani mimi mwenyewe kwanza hujanishirikisha. Yaani mama unanikosea. Haya baba yake akija kujua au akija kusikia, atanichukuliaje mimi? Sana mimi jamani, si mizimwa. Mimi sisiki na hilo swala, na nionea bure. Kwa hiyo ina maana hiyo mizimu umeshinda kuiambia kwamba bwana wewe huyu mtoto mshirikisheni mama yake au mama yake hataki. Hivyo una akili kweli kichwani huko? Mimi niongee mizimu ambie kwamba mama yake hataki. Kama unaweza nenda akaambie wewe. Yaani ningekuwa na uwezo, ningeenda kwenye mizimu nikamwambia jamani, chukueni fimbo, yaani mimi sitaki. Yaani sitaki kabisa mwanangu achukue hiyo fimbo. Kwa mimi ndo mwenye uwezo wa kuambia mizimu, si ndio? Mimi sina uwezo kuambia mizimu. Mizimu imeamua wenyewe na mimi sina uwezo kwenda kuambia chochote. Kama unaweza nenda wewe. Yaani mama unanikosea, yaani unanikosea. Sasa mimi pia nina maamuzi yangu. Afu mimi ni mtoto wangu, wewe ni mjukuu wako. Kwa mimi mjukuu wangu sina haki naye. Utaki kushauriwa, babake akija utapambana naye, mimi sipo huko, nimejitoa. Ndio mwanangu, mamako nimemkuta. Mama ametoka. Na sina uhakika amekwenda wapi. Lakini nahisi itakuwa kwenye masuala yake ya vikoba. Kuna shida tena kubwa sana. Ni shida gani hiyo? Hivi ndio mamako ana akili timamu? Kuhusu swala la akili sina uhakika sana. Lakini nishakupata historia yake. Mama yangu kipindi hicho anasoma, ilikuwa kwenye shati lake la shule ana lebo nyekundu hapa. Aligongwaga na bajaji, kwa hiyo kichwa chake kidogo kikapata matatizo. Kwa hiyo sikujua kama akili zake ziko sawa ama ziko sawa. Mimi naona mama yako kidogo hamnazo. Na kwa nini umeniuliza hivyo? Kwa nini amrithishe ile mjukuu wake ile fimbo? Wakati ile fimbo mali yangu mimi na yeye pamoja na kaka yetu. Hata mimi mwenyewe pia hilo swali lilikuwa linaniumiza sana akili yangu. Na nimekaa hapa muda wote nawaza na kujadili. Na nilikuwa na maswali mengi sana. Inawezekanaje mizimu ikamchagua binti mdogo kama yule amiliki fimbo? Ingawaje sisi watoto wa kiume na watu wazima nyinyi mupo. Yaani hapa mwanangu tutauana. Siwezi kubali hata siku moja. Tutaminyana na kitawaka kweli kweli. Familia mambo kizaza. Fimbo jamani. Ya usimba. Fimbo ya usimba kupewa kapewa. Mdogo. Mwanamke mazingira. Karibu. Asante mwae. Unajua tena kumekucha. Ndio unavyotakiwa kucha hivyo hivi. Haya. Habari za hapa? Salama. Udugu wangu nilichokuitia hapa. Kuna jambo limenifika hapa. Mbona unanitisha shoga yangu? Yaani unavyoniona hapa. Mume wangu amesema ukitaka uendelee kuishi na mimi, habari zako za swala ziache. Swala zako kumwaga maji mimi sitaki humu ndani. Kwa kweli. Unajua umenishtua? Yaani nimeshtuka. Unavyoniambia ni kuna swala zito. Hilo zito jamani. Kwa hiyo unanijibu nini sasa? Mbona sikuelewi na wewe? Hilo sio swala zito. Mimi nilijua labda mume wako amekupa talaka. Labda umepewa swala la kuambia umeambiwa uwe mtu. Swala la kuacha swala. Yaani ndio unasema zito kweli? Sasa unaniona jambo dogo? Sikia nikwambie, maisha magumu sasa hivi. Usifanye masihala. Yaani ukicheza masihala, wenzako wanamchukua yule mwanaume. Mimi sijaona swala zito hapo kukuambia wewe uache swala. Sijui unaelewa? Kwa sababu kwanza kikubwa mno, sasa hivi unatakiwa ufuate matakwa ya mwanaume. Ukifanya masihala unaachwa. Mimi sijaona sababu ya kukuambia wewe sijui swala, mume wangu ameniambia niache. Kwa hiyo ndio unaona swala zito hilo. Kwani hiyo swala inakupa nini wewe? Ndugu yangu, wewe unakula kupitia swala? Asubuhi ukiamka asubuhi unaikuta pesa mezani? Shoga yangu, yani kumbe na wewe ndio unazidi kunipotosha kabisa. Yani nilitegemea nikuite, unishauri kitu kizuri. Unanijibu vitu kama hivyo? Hivi ndugu wangu wewe umejiumba mwenyewe wewe?
Kuja nicheke. Wewe mwenzangu, aliyekuumba unamjua? Ulimuona? Sikia nikwambie. Huu wakati mgumu sasa hivi. Ukifanya masiala unaachwa hapo, wenzako wanachukua mzigo. Sijui unaelewa? Kwa hiyo hapo juu yako. Ila mimi sikushauri. Nakushauri uache hiyo swala, nakwambia uache hiyo, maisha yaendelee. Haya, mimi naondoka. Fimbo jamani, ya Simba. Fimbo ya asiyefaa kupewa kapewa, anayefaa kupewa kanyimwa. Ya, nipe mambo mazuri mwenzangu. Kwanza habari Nzuri. shikamoo. Kuwa nayo patea kwako mwenzangu. Kilichokuwa kinanileta kwako kuhusu life yako. Katika kuniita anakuja kuniambia basi shoga yangu mimi nina matatizo. Nikamuuliza matatizo? Matatizo gani tena shoga yangu? Akaniambia basi mimi hapa nyumbani nina matatizo na mume wangu. Mume wangu mimi ananikataza kuswali. Mume wangu mimi hataki niende madrasa. Yaani mume wangu mimi hataki kitu chochote kinachohusu dini. Yaani hapa nikiswali basi matatizo, basi mpaka wifi yangu kanikuta mimi na swali, kaja kaniburuza, kanisukuma. Yaani wewe ajielewi. Nimechanganyikiwa. Nikamuuliza wewe, umechanganyikiwa na haya ya kukatazwa kuswali au kuna mengine? Akaniambia unaona madogo. Nikamwambia mimi kwangu madogo. Kwani swala kitu gani shoga yangu? Nikamuuliza wewe, swala hiyo inakupa hela kula? Hamna. Hiyo swala wewe inakupa nini? Nikamwambia shoga yangu, sasa hivi watu wanaume wanatafuta. Kama jichanganya watu wafike. Yaani hapo ndo ninamzuga. Sema labda kidogo nikimuelekeza atanielewa, lakini mwenzangu waka. Na kuja kuniambiaje? Yaani wewe unanichanganya. Yaani mimi kukuita kwangu hapa nilijua na wewe nitaka nikushauri shoga yangu uende madrasa, usoni. Nikamwambia wewe ishi hapo. Mimi niache kufanya mambo yangu. Na wakati wa kutafuta pesa mimi. Bibi yule kuswali na kuswali. Utafikiri kaambiwa sijui anataka kuletewa yeye msikiti wa Ijumaa uwe pale ubarazani kwake. Anavyoabudu kila ukicha. Kila mume wake anavyomwambia hamsikilizi mtu yoyote. Mimi nakwambia juzi hata mambo yangu ananivurugia, yani yanabana kishenzi. Yaani kitu kinachonikwaza ni vile anatuzuia mambo yetu. Kwa sababu wakati mwingine mtu uko busy unataka kufanya kitu hiki, yeye mara hii. Yaani anakela. Namshangaa. Sasa namsubiri huyo mume wake yeye naye atake. Mimi na maana sisi tumemtoa kwake kumleta pale kwa sababu ya kuswali. Na bado yani muoneshe na mimi nitazidi kujifanya kumpetipeti kutakaje. Pale kuswali hakuna. Yule mnafiki tu. Basi sawa. La hasa ninachokwambia wewe nenda naye kidogo. Wewe atakuelewa. Mteweze mtoe kwenye ile muingize kwenye mambo yako. Atakubali yule. Basi tutaonana baadaye. We baba vipi? Maki ulivyoingia na huo mlango hata hodi. Hivi mwanamke wewe. Wewe una akili kweli? Jamani, kuna nini tena? Unajisikia unachokifanya? Hii familia sio ni familia ya namna gani? Sijawahi kuona familia puuzi, familia jinga kama familia ya kwako. Hivi jamii inawashangaje? Jamii inashangaje mimi? Leo hii mwanangu akukosa elimu yake. Kisa imani zenu za kishirikina. Wewe mama yako, familia yako nzima. Mwanangu kulisishwa uchawi. Hivi kweli damu yako. Wewe mwanamke. Yule mtoto ulilala na mimi ndio ukampata au lala mama yako ndio ukampata ule mtoto? Ndio lala mimi ndio ukapata ule mtoto. Unasemaje? Sio nasemaje, familia yetu kuna familia ya kijinga kama familia hii. Kwa nyumbani kwangu nitukane, si ndio Yaani upo katika mama yangu afu natamba, si ndio? Toka nyumbani kwangu mpuuzi wewe. Nashukuru. Mpumbavu mkubwa, toka.
ya familia mambo kizaza. Ipo jamani, Yeah.